Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 25. Neno la Mungu linasema, mzee usimkemee bali umuonye kama baba, na vijana kama ndugu, wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike, katika usafi wote. Uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Basi yeye aliye mjane kweli kweli ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Mambo hayo pia uyaagize, ili wasiwe na lawama. Lakini mtu yeyote asiyetunza walio wake, yaani walio wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60, naye amekuwa mke wa mume mmoja, naye ameshuhudiwa kwa matendo mema, ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema. Bali wajane walio vijana ukatae kuwaandika hao, maana wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo wataka kuolewa, nao wanahukumu, kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza. Tena pamoja na hayo ujifunza kuwa wavivu, wakizunguka nyumba kwa nyumba, wala si wavivu tu, lakini ni wachongezi na wadadisi, wakinena maneno yasiyo wapasa. Basi napenda wajane ambao si wazee waolewe, wazae watoto, wawe na madaraka ya nyumbani, ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata Shetani. Mwanamke aaminie akiwa ana wajane, na awasaidie mwenyewe, kanisa lisilemewe, ili liwasaidie wale walio wajane kweli kweli. Mstari wa 17, wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Usikubali mashtaka juu ya mzee, ila kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Wale wadumuo katika dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Uyatende hayo pasipo kuhukumu kwa haraka. Usifanye neno lolote kwa upendeleo. Usimwekee mtu mikono kwa haraka, wala usizishiriki dhambi za watu wengine. Ujilinde nafsi yako, uwe safi. Tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Wengine dhambi zao za wafuata. Vivyo hivyo matendo yaliyo mazuri ya dhahiri, wala yale yasiyo dhahiri hayawezi kusitirika. Amen, amen.